kukumbana na kadhia kama takamata, vipigo, kutekwa bila kuambiwa wanapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya polisi muda mrefu, na kisha baadaye kutelekezwa maeneo mbalimbali. Sasa kuna wanachama mpaka muda huu kwa viongozi mbalimbali ambao kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam waliaga familia zao, wanatoka wanaenda Kisutu, hawajulikani walipo, na Kisutu hawajafika, na mpaka sasa chama na wanachama tunaendelea kutafuta viongozi ambao wamepotea, ambao walikuwa tangu asubuhi wameaga wanakuja Kisutu, zaidi ya viongozi 10 mpaka sasa kwa baadhi ya familia zinazotupigia. Lakini vile vile viongozi wa chama makao makuu waliokamatwa ambao wako mikononi mwa jeshi polisi, tunao makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, tunaye Mheshimiwa katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika ambao wako mikononi mwa polisi. Halikadhalika tunaye na mkurugenzi mmoja Mheshimiwa John Pambaro ambaye yuko mikononi mwa polisi. Lakini tunaye mjumbe wa kamati kuu mmoja ambaye naye amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi, Mheshimiwa Lucas Ngoto ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti. Na sisi tumechukua wajibu, wengine tulikuwa Kisutu, na baadaye kwa sababu ya mambo yalikuwa yanatokea waliweka coordination center ya mawasiliano sehemu ya pale jirani na Kisutu kwa ajili ya ufuatiliaji wa watu wetu wote kinachoendelea na kutoa brief. Baada ya masaa kadhaa mbele tena tukapokea taarifa ya viongozi mbalimbali ambao wameokotwa kwenye mapori ya Ununio na Mabwepande. Viongozi hao wa Chadema walikamatwa nje ya geti la Kisutu. Baada ya kuzuiwa kuingia Kisutu, wakaingizwa kwenye magari ya polisi. Kutoka Kisutu mpaka sehemu wameenda kuachiwa ni kilomita 29, kutoka Kisutu mpaka Ununio ambako wameenda kutelekezwa ni kilomita 29, na kutoka Kisutu mpaka Mabwepande ambako wengine wameenda kuachiwa kule na kutelekezwa ni kilomita 36. Utagundua njiani kote huko walikokuwa wanapitishwa na polisi waliokamata, wana kituo cha polisi cha kati cha Central, wana kituo cha polisi Ilala Central pale pale, wana kituo cha polisi mkoa wa Kinondoni Oysterbay, wana kituo cha polisi wilaya Ilala Central pale pale, wana kituo cha polisi Kinondoni kwa maana Oysterbay, kuna kituo cha polisi cha wilaya Magomeni, kuna kituo cha polisi cha wilaya Mbulahati, kuna kituo cha polisi Itonyama pale Mabatini. Lakini kote huko walipitishwa, na kituo cha polisi Kawe hawakupelekwa. Siku ya mwisho wameenda wameshushwa Ununio, wamepigwa sana, na katika kundi la watu 13 waliochukuliwa Kisutu kwenda kupigwa porini, wa kwanza ni makamu mwenyekiti Zanzibar ambaye amepigwa, sasa hivi ni mahututi hospitali ya Mwananyamala, wanamfanyia rufaa kumkimbiza Muhimbili. Na mwingine wa pili ni Mheshimiwa naibu katibu mkuu Zanzibar ambaye amejeruhiwa, angalau kidogo sio mahututi, lakini amejeruhiwa kwa kupasuka kiganjani, amepigwa marungu, amevunjwa kiganja na kupasuka, lakini vile vile enka chini imepigwa virungu, imesogwa kabisa. Kwa hiyo wanamfanyia vipimo pale vya kuangalia madhara aliyoyapata. Halikadhalika vile vile tuna vijana wetu ambao ni wanachama mbalimbali na viongozi wa chama ngazi tofauti zaidi ya 7 ambao nao walifikishwa hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu ya awali, na baadhi tumeambiwa tunaweza tukapewa taarifa wakipata rufaa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo so far katika viongozi 13 waliopelekwa kule Ununio kwa magari tofauti na polisi, kushushwa na kuanza kupigwa, wamepigiwa wakifika Ununio. Njiani huko kote kwa mujibu wa maelezo yao hawakuguswa, lakini walipoenda kushushwa Ununio wakaambiwa wale chini kwenye madimbwi wameshambuliwa kwa marungu na mijeledi, waya, wengine kwa kufungwa na kamba, huwezi kujitetea. Na hata walipomaliza wakiwa wameumizwa sana, waliambiwa walale kifudifudi, waangalie ardhi. Wakiwa wamelala kifudifudi, baada ya muda wakasikia gari za polisi zinawaka na kuanza kutembea kuondoka. Walipoamka wakajikuta wako porini pale pale ambapo walikuwa wamelala, lakini
polisi wakiwa wameondoka na kuwatelekeza bila kuwapeleka sehemu nyingine yoyote. Sasa katika wale 13, taarifa mpaka sasa hivi ambazo tunazo ni za watu 9. Katika 13 watu 4 hawajulikani walipo. Kwa hiyo tumeomba wasamaria wema wa Mabwepande na Ununio waendelee kutuangalizia hao 4 wengine walishushwa wapi kwa mateso au kusurubiwa, ili kama wanapatikana waweze kusaidiwa. Lakini wale ambao waliteswa kule kwenye poli la Ununio na eneo walilotesewa, kwa rekodi, kuweka rekodi vizuri tu, ni poli ambalo walimtupa marehemu Mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile ambako Mzee Ali Kibao alitupwa, na ndio sehemu amepelekwa kwenda kutesewa hawa 13. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu watatu wanashughulika, wanaweza kuchukuliwa 2 hapa 3 pale. Kwa katika hao 13, 9 ndio wamepatikana wako hospitali, lakini 8 nimeenda mimi na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema Mwananyamala, tumeona viongozi 8, tumesalimiana nao na tumewajulia hali majeruhi, lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake, kwa maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu. Kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa, tutampa nafasi ataelezea Mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa, yule alikuwa anakuja naye kuungana na wenzie akiamini kwa sababu Eliza ndo alikuwa anapigwa sana. Kwa yule mwanachama alipoona mwenzie anapigwa akasogea ili kuja kuwasi polisi wasimuumize. Walipokuja kuna mwanadada mmoja alikuwa pale alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa turungu la kwanza tu, alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zikawa zinatoka. Kwa Eliza akiwa chini anapigwa, anasikia polisi wanasema mwaisheni atatufia. Sasa tumefika pale Mwananyamala, tumemkuta amepelekwa emergency. Daktari aliyekuwa anatutambulisha majeruhi wetu, daktari wa emergency, ndio ametuambia katika 9 waliokuja mmoja ameconfirm kwamba amefariki. Na tulipotoka pale emergency, Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama 5. Tukaomba kwamba wamalize kumshusha yule maiti, tumtambue na tuwapigie baadhi viongozi waweze kujua ni nani. Lakini cha ajabu, polisi walipotuona Mheshimiwa Sugu na Rema na mimi na baadhi kama makamanda kama 3 pale mortuary, na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana mtu wanamkabidhi, wao ni wakina nani, wametoka naye wapi. Na yule mtu wa mortuary ameambiwa kule majeruhi emergency amejulikana ni mtu wa Chadema katika 9 waliofika kule emergency tuliambiwa. Lakini askari walipotoka emergency kwenda mortuary wakasema mtu yule amekufa maji. Kwa hiyo na sisi tukasema hata uko Ununio watu wetu walikuwa wanateswa, walikuwa na maji na madimbwi. Kwa hiyo tunatamani alikufa maji tumuone, maana leo Dar es Salaam hakuna mafuriko kusema kuna mtu mzima anaweza kufa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi waliposikia tumekaa tunasubiri kumtambua yule maiti, wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti. Pamoja na kwamba alishamsajili wamshushe, lakini kwa kuona Chadema tumefika hapa watu tumshuhudie maiti wetu, wakafunga gari ile mlango wa nyuma, wakashusha turubai, wakadandia ile gari na kaka, wakavua gloves. Na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu. Kwa hiyo wenzetu tuliporudi hapa makao makuu wanataka kutujulia hali yule ambaye amepigwa damu za mwaka nyingi sana anaendeleaje. Ndio tunasema kwamba tumeenda hapa, tunaambiwa ametolewa emergency, amepelekwa mortuary. Kwa hiyo so far tuna ripoti ya kifo kimoja cha kamanda wetu mmoja katika hao wa Chadema, lakini vile vile tuna 8 ambao ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala na wengine wapewa rufaa kwenda Muhimbili. Na sasa hivi zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi. Maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la Sarenda, baada ya kumshurutisha, kumsukuma na kuanguka, wakamleta kiguvu na magari yao. Askari 2 wakaendesha gari ya makamu mwenyekiti na mmoja wa dereva wa makamu, wameingia mpaka hapa, wamepaki gari, alafu wakamchukua dereva wakaondoka naye. Kwa dereva mwenyekiti makamu vile vile tunamtafuta, hatujui kwa wapi. Lakini wakati anakuja hapa alisindikizwa na askari 2 waliovaa kiraia, wakapaki gari ya makamu mwenyekiti heti hapo, wakamchukua dereva wake, wakatoka naye getini,
ikaja gari nyingine ya polisi wakamchukua dereva wakaondoka naye. Kwa hiyo sasa hivi tuna taarifa tu kama makamu yuko Oysterbay, lakini dereva yake hajulikani alipo, na tuna taarifa ya katibu mkuu na baadhi ya makamanda kusema wako polisi, hao tuna taarifa nao. Lakini nimesema tumetoa wito ili kumjua wenzetu waliuawa ni nani, jina lake tujue ni nani. Tulitoa wito kwa wanachama watambuano waliofika Kisutu nani aonekane, lakini inaonekana ambaye aonekani si mmoja tu aliyefariki. Tumesema familia zaidi ya 10 bado hazina mawasiliano na watu wao waliotoka asubuhi na mpaka sasa hivi hawajulikani wako wapi, lakini angalau mmoja pale Mwananyamala tulithibitishiwa na daktari wa emergency kwamba polisi walipomleta na defender alikuwa tayari ameshafariki. Na tulipomfuata mortuary tumeona polisi, tumeiona defender, lakini polisi walipotuona wakaogopa kushusha ile maiti, wakafunga turubai wakakimbia na ile maiti. Kwa hiyo hiyo ni update bora tuwagaie kama chama rasmi na mimi mwenyekiti wa kanda ya Pwani, kwa sababu jambo hili limetendeka na kutokea kwenye kanda yangu, tujue tunakabiliwa na changamoto gani. Hata sasa hivi tunapoongea hapa tumezingirwa kila kona, kuna magari ya polisi kuashiria bado wenzetu wanashari zaidi. Si tu kwamba jambo la kule Kisutu, lakini hapa makao makuu nje tuna gari zojaa askari 8 zaidi ya gari 5 kila kona kuingia makao makuu, kwa kuashiria issue sio Kisutu tena wala kesi ya Lissu, lakini huenda wana ajenda yao binafsi ambao sisi hatujajua Chadema shida ni nini na imetokea wapi. Kwa hiyo tunapoongea hapa wana Chadema, kwanza tuendelee kuwa imara, lakini vile vile tutakuwa tuna utaratibu wa kila baada ya masaa kadhaa kutoa update ya watu wetu wote, wamepatikana nani, ana hali gani na nini kinaendelea. Je, kuna watu walioongezeka, vifo vimeongezeka au majeruhi wameongezeka? Na Mungu akijali wakitoka wote, kama ni kesho kutwa, tutaitwa waandishi wa habari, watakaa hapa kila mmoja. Wapo waliovunjwa miguu, wapo walioteguliwa mikono, wapo waliovunjwa vidole, wapo waliopasuliwa, wapo ambao wamevunjwa uti wa mgongo, ndo wengi. Kwa mimi tangu nianze siasa sijawahi kuona askari wanampiga raia, tena wanampiga sehemu moja tu uti wa mgongo. Mkurugenzi wa fedha wa Chadema Bwana Tito, naye ni miongoni mwa majeruhi ambao ni mahututi, anapata rufaa kwenda Muhimbili. Yeye amepigwa sehemu moja, tukimwona ni mzima, lakini wameushambulia mgongo wake wa uti wa mgongo tu, kiasi cha kwamba hawezi kukaa wala kusimama. Kwa hiyo waliopigwa sehemu ya uti wa mgongo wako 4 katika pale Mwananyamala ambao ndio watafutiwa rufaa ya kukimbizwa Muhimbili. Ukiwaona kwingine ni wazima, lakini wapigaji walikuwa wamelenga mgongo tu, uti wa mgongo. Sasa maana yake mtu anamnao huwezi kusema alikuwa na nia njema. Lakini vile vile kwa mtu kumkamata mtu City Center pamoja na vituo vyote vya City Center, akatumia magari ya polisi, uniform za polisi, silaha za polisi, akaendesha gari kutoka City Center mpaka Ununio mpaka Magwepande, hatuwezi kusema mtu huyo alikuwa anafanya zoezi la kukabiliana na wahalifu. Mtu huyo yeye ndio mhalifu, kwa sababu tunaamini ukamata mhalifu unampeleka polisi, anafunguliwa mashtaka, anahifadhiwa rumande, anapewa dhamana au anapelekwa mahakamani. Lakini ukamataji wa kukamata wana Chadema kuwapeleka polini, tena maeneo ambao wana Chadema tumekuwa tumeshuhudia viongozi wetu wakubwa kabisa wakiwa wameuawa na kutupwa na kutelekezwa. Leo ndio wanachama wa kawaida wanaenda kuteswa maeneo yao, na baadaye wanatelekezwa wakiwa hawana simu, pesa zao zimechukuliwa na askari, simu zao zimechukuliwa na askari. Askari kuna mmoja anatuambia hadi viatu wamemvua. Yaani kipindi wanampiga wamemvua ni viatu, wameondoka navyo. Kwa wakati wapata msaada Ununio wameondoka pekupeku. Unaweza ukaona ni kiasi cha uhalifu kiasi gani dhidi ya binadamu. Huo ni uhalifu dhidi ya kibinadamu. Kesi ya mheshimiwa, ya kwanza ni jambo la kulaani. Tunalaani kwa nguvu zote polisi kuingilia haki za kiraia ambazo, yani katika nchi hii katiba yetu imeruhusu mtu kwenda mahali popote ili mradi tu asivunje sheria. Sasa sheria zetu zilizotungwa na bunge na hata kanuni ambazo za mahakama zinazoendesha mahakama zetu, hakuna sehemu yoyote inayozuia raia wa nchi kufika mahakamani. Sasa tumeshangaa asubuhi tumefika hapa, mimi nateremka tu kwenye gari ninasikia sauti za polisi wakisema kwamba tumkamate huyo. Sasa ni mshangao. Kwa mfano makamu mwenyekiti John Heche Mnyika na viongozi wetu wengine wengi tu ambao wamekamatwa, hawajakamatiwa kwamba wameiba au hakuna vurugu yoyote ambao wamefanya. John makamu mwenyekiti wetu amekamatwa njiani akija kufuatilia kesi ya mwenyekiti wake wa Chadema Taifa.
Hao viongozi wote, wanachama wetu wote ambao wamefika hapa na Watanzania waliofika hapa, hakuna ambaye amefika hapa kufanya vurugu yoyote. Tumefika kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wetu wa Chadema Taifa. Kwa tunalaani tukio hili la polisi, na hii inadhihirisha wazi kwamba kumbe serikali ya Samia Suluhu Hassan imedhamiria kwa nguvu zote kusuppress democracy, kuvunjilia uwezo na nguvu yoyote ya kidemokrasia katika taifa hili. Na sasa sisi hatutakubali, kwa sababu kwa mujibu wa katiba ibara ya 8 ya katiba ya nchi hii, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Polisi hawa ambao unaona mabomu na nini, magari wanayotumia leo ni kodi zetu. Tunajiuliza kwa nini utumie kodi za wananchi, kwa kodi za raia wa taifa hili kwa ajili ya kusuppress sauti za umma? Hatutakubali hili. Unaliambia nini jeshi la polisi ambalo kazi yake ni kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini inaonekana kuwa ni kama imewakalia kooni Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Wazingatie sheria. Hatuhitaji sisi favor yoyote kutoka kwa polisi. Tunachotaka ni watu kufuata taratibu na kisheria. Hakuna sheria yoyote iliyovunjwa hapa. Raia yeyote wa taifa hili, hata asiye raia, anaruhusiwa kufika kwenye mahakama yoyote kwa ajili ya kusikiliza, maadamu tu kesi hiyo inaendeshwa kwenye open court, yani mahakama ya wazi. Na kesi inayomkabili Lissu ni kiongozi wa taifa hili, anapaswa kesi yake inaposikilizwa haipaswi kusikilizwa gizani. Ni kesi ambayo ina public interest. Unawaambia nini wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika mapambano haya ya kupambania demokrasia? Huu ni mwanzo, na tukio la leo litupe nguvu na hari ya mapambano ya kudai haki, uhuru katika taifa letu. Nikushukuru sana. Taarifa ambazo tumezipokea hivi karibuni ni kesi hiyo kuwekwa katika mfumo wa mtandao. Unayo taarifa hiyo na umeipokea? Sina taarifa hiyo, lakini ikitokea hiyo kwamba taarifa hiyo ni ya kweli, itadhihirisha jinsi gani ambavyo sisi tuna uoga na jinsi gani ambavyo serikali ya Samia Suluhu Hassan inanyonga haki za raia wake.